Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia inayowajieni moja kwa moja kutoka Radio Teheran. Ripoti ya karibuni ya polisi ya kimataifa Interpol kuhusu tishio la uhalifu wa mtandaoni barani Afrika mwaka 2026 imetoa onyo kali kuhusu jinsi teknolojia ya akili mnemba AI inavyotumiwa kudhoofisha usalama wa kiuchumi na kijamii katika mataifa ya bara hilo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, AI inatajwa kuhusika katika asilimia 55 ya uhalifu wote wa mtandaoni ulioripotiwa. Teknolojia hiyo imewapa wahalifu uwezo wa kutekeleza mashambulizi kwa kiasi kikubwa, kwa kiwango kikubwa zaidi, na kwa mbinu ambazo ni vigumu kuzitambua. Takwimu kutoka nchi 36 za Kiafrika zinaonyesha kwamba hasara ya kifedha inayotokana na uhalifu huo imeongezeka mara 2 tangu mwaka 2024, ikipanda kutoka dola milioni 192 hadi kufikia dola milioni 484. Uhalifu wa njia ya mtandao kitakuwa na uwezo wa kuhudumia wagonjwa 100 na kinatarajiwa kuongeza uwezo wa mfumo wa afya kukabiliana na ongezeko la wagonjwa. Hayo yanajiri wakati ambapo jana Jumatano mamlaka za afya za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilitaka taasisi husika kuongeza kasi ya mwitikio dhidi ya mlipuko wa Ebola nchini humo baada ya idadi ya vifo katika mlipuko wa sasa kuzidi 1750 huku maambukizi yakiendelea kusambaa. Mlipuko huu wa karibuni wa Ebola nchini Kongo sasa umekuwa wa pili kwa ukubwa duniani kwa idadi ya maambukizi yaliyoripotiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya hivi karibuni ya tathmini ya hali, kwa uchache visa 3874 vikiwemo vifo 1751 vimerekodiwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Kiwango cha vifo kwa walioambukizwa kwa sasa kimefikia asilimia 45.1. Wagonjwa 717 kwa sasa wako katika vituo vya kutengwa au hospitalini, huku watu 749 wakiripotiwa kupona virusi vya Ebola. Na huu, wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Teheran. Bado mko nasi katika matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa karibuni kusikiliza uchambuzi wetu wa kisiasa. Gharama halisi ya vita vya Marekani dhidi ya Iran ni mara 4 ya makadirio ya Pentagon. Gazeti la Uingereza la The Telegraph limefichua kwamba gharama halisi ya vita vya Marekani dhidi ya Iran ni mara 4 zaidi ya kiasi kilichotajwa na wizara ya vita ya Marekani, Pentagon. Wakati wizara ya vita ya Marekani imedai kwamba gharama ya vita na Iran ni dola bilioni 37.5, The Telegraph likiashiria uchambuzi wa chuo kikuu cha Harvard limebainisha kwamba kiasi hicho kinazidi dola bilioni 151. Kiasi hiki kinatofautiana sana na makadirio rasmi ya Pentagon. Gazeti hilo limeangazia ukweli kwamba gharama za muda mrefu za vita hivi hazijazingatiwa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Pete Hegseth, waziri wa vita wa Marekani, amekadiria gharama ya vita vya nchi hiyo dhidi ya Iran kuwa ni dola bilioni 37.5. Lakini Linda J. Bilmes, mhadhiri wa chuo kikuu cha Harvard na mmoja wa wataalamu wakuu nchini Marekani kuhusu uchumi wa vita, anaelezea makadirio hayo kama sehemu ndogo tu inayoonekana ya gharama halisi, akisema kwamba takwimu hiyo haijajumuisha gharama za muda wa kati na mrefu za vita vya Marekani dhidi ya Iran. Uchambuzi wa gazeti la The Telegraph unaonyesha kwamba iwapo mwenendo wa sasa wa vita utaendelea, jumla ya gharama za vita inaweza kufikia takriban dola bilioni 311.3 kufikia mwishoni mwa mwaka.
Ni muhimu kuzingatia kwamba takwimu hizi zinahusu tu gharama za kijeshi za vita vya Marekani dhidi ya Iran na hazijumuishi gharama kubwa zinazotokana na sekta nyingine. Madhara ya vita hivyo tayari yanaonekana kwa watumiaji wa bidhaa. Bei ya petroli imepanda kwa asilimia 21.7 na bei ya dizeli kwa asilimia 36.7, huku bei ya mafuta ghafi ya Brent ikivuka mara kwa mara kiwango cha dola 100 kwa pipa. Hivyo Bill Messi ameonya kwamba gharama ya mwisho ya hatua hii ya kijeshi dhidi ya Iran inaweza kufikia dola trilioni 1. Steve Hanke, mhadhiri wa uchumi katika chuo kikuu cha John Hopkins, pia amebainisha kwamba rais wa Marekani Donald Trump alianzisha vita vya hiari dhidi ya Iran ambavyo vitakuwa na gharama kubwa kwa walipa kodi wa Marekani, akisema kwamba gharama ya mdororo huo itazidi dola trilioni 1. Wakati huo huo, wizara ya vita ya Marekani imejaribu kupunguza uzito wa gharama, maafa na uharibifu unaohusishwa na vita dhidi ya Iran, ikiwa ni katika jitihada za kupunguza ukosoaji dhidi ya utawala wa Trump. Ingawa Donald Trump aliahidi sera ya mashinikizo ya kiwango cha juu zaidi dhidi ya Iran, lakini matokeo ya vita hivi vya kizembe alivyovianzisha bila sababu ya msingi ni mkanganyiko wa kiwango cha juu zaidi, machafuko ya kiwango cha juu zaidi na gharama ya maisha ya kiwango cha juu zaidi kwa wananchi wa Marekani. Takriban mwezi mmoja uliopita, Pentagon ilijulisha Congress ya Marekani kuwa inahitaji takriban dola bilioni 80 za ziada, kiasi kinachozidi makadirio ya awali mara 2.7 ili kugharamia vita dhidi ya Iran. Makadirio hayo kimsingi yalijumuisha silaha mpya, ukarabati wa vifaa na gharama za operesheni pekee, bila kujumuisha gharama za kukarabati au kujenga upya vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoharibiwa kwa mashambulizi makali ya Iran katika eneo la magharibi mwa Asia. Sababu tofauti zimetolewa kuhusu kutokuwepo uwazi katika ripoti za Pentagon juu ya vita vya Iran. Kwanza, Pentagon hufanya kazi kwa bajeti finyu na kuomba kiwango cha juu zaidi kuongeza mashinikizo kuhusiana na suala la kudhaminiwa fedha hizo. Pete Hegseth aliomba bunge liidhinishe fedha za ziada, ambapo kuweka wazi gharama kubwa kungefanya kuidhinishwa kwa bajeti hiyo kuwa jambo gumu zaidi. Kwa upande mwingine, kuficha gharama za muda mrefu huwezesha Pentagon kudhihirisha taswira ya vita inayokubalika zaidi. Gharama kama vile ukarabati wa kambi na matibabu ya majeruhi mara nyingi hazijitokezi hadi miaka kadhaa baadaye, jambo linalofanya gharama hizo kutojulikana kwa umma. Hoja nyingine ni kwamba ripoti za ndani za Pentagon zinakadiria gharama halisi kuwa ni kati ya dola bilioni 80 na dola bilioni 100, lakini utawala wa Trump unaendelea kutangaza takwimu za chini ili kudumisha uungwaji mkono wa umma kwa vita vinavyoendelea sasa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hatimaye, tofauti kubwa kati ya gharama zilizotangazwa na gharama halisi za vita vya Marekani dhidi ya Iran inaonyesha kwamba gharama halisi itakuwa mzigo mkubwa, si kwa bajeti ya Pentagon pekee, bali pia kwa walipa kodi wa Marekani, gharama ambayo itaendelea kulipwa kwa muda mrefu baada ya kumalizika vita.